Kijiji cha Mavuno kilikuwa kimetawaliwa na hofu. Wachawi na waabudu mizimu walikuwa na nguvu, na viongozi wa kijiji walifuata maagizo yao kwa siri. Wakati mmoja, mke wa mchungaji wa kijiji, Rehema, alitabiriwa kuwa atazaa mtoto wa ajabu, mtoto atakayevunja nguvu za giza na kuleta mwanga. Lakini tangu alipobeba ujauzito wake, mambo yalianza kuwa magumu. Watu wa kijiji walisema mtoto huyo ni laana, na wachawi wakaanza kufanya kila wawezalo kuhakikisha hafiki duniani. Usiku mmoja, Rehema aliota ndoto ya kutisha, nyoka wakubwa wakimzunguka, wakijaribu kummeza, lakini mwanga mkali ukawafukuza. Siku za kujifungua zilipofika, hali ilizidi kuwa mbaya. Wanawake wa kijiji walikataa kumsaidia, wakihofia ghadhabu ya waganga wa jadi. Mumewe, mchungaji Ezra, alimpeleka porini, ambako mama huyo alijifungua chini ya mti mkubwa wa miombo, huku radi na mvua kubwa vikishuka ghafla. Mtoto alipozaliwa, mwanga mkali ulitanda angani kwa muda mfupi, na wachawi wa kijiji wakaanza kupiga kelele kwa hofu. Walijua kiumbe hicho kilikuwa tofauti. Jina lake alipewa Maiko, maana yake yule aliye na Mungu, lakini maisha yake yalikuwa yamejaa hatari tangu mwanzo. Wachawi hawakukata tamaa, na hata baadhi ya viongozi wa kijiji waliona kuzaliwa kwake kama tishio. Baada ya kuzaliwa kwa Maiko, usiku huo kijiji cha Mavuno hakikulala. Ngurumo zilitingisha anga, na upepo mkali ulivuma kana kwamba kulikuwa na vita vya kiroho. Mama yake Rehema, akiwa amechoka kutokana na uchungu wa kujifungua, alimwangalia mtoto wake kwa macho yenye uchovu lakini yaliyojaa matumaini. Mchungaji Ezra, baba wa Maiko, alijua kuwa hatari ilikuwa bado haijaisha. Aliinamisha kichwa chake na kuomba kwa bidii, akimshukuru Mungu kwa kumruhusu mtoto huyo kuzaliwa. Lakini mara ghafla, sauti ya kutisha ilisikika nje ya pango walimokuwa. Mmetufanyia nini? Mmetuletea maangamizi. Ilisikika sauti ya Mzee Kiza, mganga mkuu wa kijiji. Alikuwa amefika na wafuasi wake, macho yao yakiwa mekundu kama makaa ya moto. Walikuwa na marungu, unga wa ajabu wa rangi nyeusi, na mapepo yaliyokuwa yakinong'oneza maneno yasiyoeleweka. Toeni huyo mtoto. Mzee Kiza aliamuru kwa hasira, lakini kabla hajamaliza maneno yake, upepo mkali ulivuma na kuangusha mti wa karibu. Wafuasi wake walirudi nyuma kwa hofu, na Mzee Kiza akaanguka chini akitetemeka. Kulikuwa na nguvu zisizo za kawaida mahali hapo. Maiko, aliyekuwa amefungwa kwa kitambaa cha zamani, alifumbua macho kwa mara ya kwanza. Macho yake yalikuwa kama miali ya dhahabu kwa sekunde chache, kisha yakarudi kuwa ya kawaida. Lakini hiyo sekunde moja tu ilitosha kumfanya Mzee Kiza ajue kuwa huyu si mtoto wa kawaida. Mtoto huyu ataleta mwisho wetu. Hatuwezi kumruhusu aishi. Akitetemeka kwa hofu, Mzee Kiza aliwaamuru wafuasi wake warudi nyuma. Aliamua kubadilisha mpango wake, hakutaka kushindwa hadharani tena. Badala ya kushambulia papo hapo, alijua angehitaji mpango wa siri wa kumwangamiza Maiko kabla hajakuwa na nguvu za kuharibu ufalme wao wa giza. Baada ya usiku ule wa kutisha, Maiko na familia yake hawakuwa na amani tena. Kijiji cha Mavuno kilizidi kuwa na maasi ya ajabu, magonjwa yasiyoeleweka, watoto kupotea ghafla, na mavuno kukauka bila sababu. Watu walianza kunong'ona kuwa haya yote ni kwa sababu ya kuzaliwa kwa Maiko. Mzee Kiza na wachawi wake walikuwa wameeneza hofu. Walidai kuwa Maiko ni mtoto wa laana na angeleta uharibifu zaidi ikiwa angeachwa hai. Waliwashawishi wazee wa kijiji kuitisha baraza ili kujadili hatima ya mtoto huyo. Siku ya baraza ilipowadia, watu walikusanyika katika uwanja wa kijiji. Wazee wa ukoo, akiwemo Mzee Kiza, walikaa kwenye viti vyao vya mianzi, huku wakimtazama mchungaji Ezra na mkewe Rehema kwa macho ya hukumu. Mchungaji Ezra, mmoja wa wazee, alianza. Tangu mtoto wako azaliwe, kijiji chetu kimepatwa na mikosi. Unasemaje kuhusu hili? Ezra alisimama, akimtazama kila mmoja kwa macho makali. Mtoto wangu hana kosa. Kila jambo lina kusudi la Mungu. Je, mnasahau kuwa kabla hajazaliwa, kijiji hiki kilikuwa kimejaa giza? Pengine sasa ndio wakati wa nuru kutawala. Wengine walinong'ona, lakini Mzee Kiza alisimama kwa hasira. Hii nuru unayosema ni uharibifu. Kama hamtakubali kutoa kafara hii, basi tutajichukulia hatua wenyewe. Ghadhabu ilitanda. Watu waliokuwa tayari kuamini hadithi za wachawi walianza kupaza sauti zao, wakidai Maiko aondolewe kijijini au atolewe kafara. Hali ilipozidi kuwa mbaya, mwanamke mmoja mzee aliyejulikana kama Bibi Shida alinyanyuka kwa nguvu zake zote. Mtoto huyu hawezi kuuawa. Nilisikia sauti ya Mungu kabla hajazaliwa, akisema atakuwa mkombozi wa kizazi chetu. Mnamdanganywa na giza, lakini nuru itashinda.
Maneno ya Bibi Shida yalizua mvutano mkubwa. Watu waligawanyika, wapo waliotaka Maiko auawe na wengine waliotaka aachiwe. Mzee Kiza alipoona hali inaelekea kuwa ngumu, alibadilisha mbinu. Basi, ikiwa hamtaki kumtoa kafara, atupwe msituni. Kama kweli Mungu wake yupo, atamuokoa. Wazee wa kijiji walikubaliana. Maiko, akiwa na siku chache tu tangu azaliwe, alihukumiwa kutupwa msituni. Usiku huo, wachawi walijitokeza kimya kimya na kumchukua mtoto huyo kutoka kwa wazazi wake waliokuwa wakilia kwa uchungu. Msitu wa Mavuno ulikuwa mahali pa kutisha, ukijulikana kwa hadithi za viumbe vya giza vilivyokula watu. Wachawi wa kijiji walimpeleka Maiko hadi katikati ya msitu huo, wakiwa wamebeba shanga nyeusi na masanduku ya uchawi. Mzee Kiza alisimama mbele ya mti mkubwa wa miiba, akiashiria sehemu ya kafara. Roho za mababu, chukueni huyu mtoto, mkombozi wa giza letu, alisema huku akirusha unga wa ajabu angani. Hata hivyo, upepo mkali ulivuma ghafla, ukazima moto wao wa tambiko. Wote walitetemeka. Maiko, aliyekuwa amelazwa kwenye majani makavu, alifumbua macho yake kwa mara nyingine. Safari hii, macho yake yalimetameta kwa mwanga wa ajabu. Ndani ya sekunde chache, sauti kubwa ilisikika kutoka porini. Ilikuwa ni mgurumo wa simba, lakini si simba wa kawaida. Kutoka gizani, simba mkubwa mwenye manyoya meupe alijitokeza, macho yake yakimeta kama moto. Wachawi wote walirudi nyuma kwa hofu. Hatujawahi kuona simba wa aina hii, mmoja wao alisikika akisema kwa sauti ya kutetemeka. Mzee Kiza alijaribu kukimbia, lakini simba huyo alitoa mgurumo mwingine mkali. Wachawi walipigwa na upepo wa nguvu na kutawanyika, kila mmoja akirudi kijijini kwa hofu. Simba huyo alimsogelea Maiko, akamnusa, kisha akainama chini kama ishara ya ulinzi. Wakati huo huo, mvua kubwa ilianza kunyesha, kana kwamba mawingu yalilia kwa ajili ya mtoto huyo. Alipokuwa amelala, mwanga wa ajabu ulianza kumzunguka, na kwa mara ya kwanza Maiko alitabasamu. Katika kijiji cha Mavuno, wachawi walifika kwa kasi na kuanguka mbele ya mabaraza ya wazee wakiwa wamejaa hofu. Hatukuweza, kuna nguvu kubwa inayomlinda huyo mtoto. Mchungaji Ezra na Rehema walipiga magoti wakimshukuru Mungu kwa kutenda muujiza wa kwanza katika maisha ya Maiko. Lakini bado haikuwa mwisho wa hatari. Wachawi walikuwa wameshindwa, lakini hawakuwa wamekata tamaa. Mzee Kiza alikusanya nguvu zake na kuapa, ikiwa hatuwezi kumwangamiza akiwa mdogo, tutamsubiri atakapokuwa. Mvua kubwa iliendelea kunyesha, huku upepo wa ajabu ukizunguka eneo alipoachwa Maiko. Simba mweupe aliyekuwa amejitokeza alizunguka mtoto huyo mara 3, kisha akalala pembeni yake, akimfunika kwa manyoya yake mazito. Kulikuwa na hali ya utulivu wa kipekee, kana kwamba mazingira yote yaliheshimu uwepo wa mtoto huyo mdogo. Usiku huo, sauti ya ajabu ilisikika ndani ya msitu. Haikuwa sauti ya mtu wa kawaida, ilikuwa nzito, yenye mamlaka. Mchanga huyu ni wa Mungu, atakuwa na giza halitamtawala. Miti ilitetemeka kwa upepo mzito. Wachawi waliokuwa mbali, wakijaribu kufuatilia kwa uchawi wao, walipigwa na mtetemeko wa ghafla, wengine wakapoteza fahamu. Mzee Kiza, aliyekuwa ameketi ndani ya chumba chake cha tambiko, alihisi nguvu zake zikidhoofika ghafla. Alisimama kwa wasiwasi, akijua kuwa walikuwa wamefanya kosa kubwa kwa kumtupa mtoto huyo msituni. Simba mweupe alibaki na Maiko siku nzima. Alimlinda dhidi ya wanyama wakali na hata ndege wa angani waliokuwa wakizunguka kwa shauku. Kulipokucha, mwanga wa jua ulipoingia katikati ya msitu, Maiko alifumbua macho yake na kutoa sauti ndogo ya kitoto. Lakini kabla hajalia, vishindo vizito vilisikika. Kulikuwa na watu wawili waliokuwa wanakaribia kwa haraka, mwanamke mzee na kijana wake. Mwanamke huyo aliyejulikana kama Bibi Ashura alikuwa mganga wa mitishamba aliyekataa kushirikiana na wachawi wa kijiji. Alikuwa na hekima ya ajabu na alijua kuhusu unabii wa Maiko. Aliposogea karibu na simba mweupe, alishusha shuka lake la kahawia na kuinama kwa heshima. Simba hakunguruma wala kuonyesha dalili za hasira. Badala yake, alinyanyua kichwa chake na kumpisha Bibi Ashura amchukue Maiko. Mtoto huyu si wa kawaida, alisema kwa sauti ya upole lakini yenye uzito. Kuna mkono wa Mungu juu yake. Tumpate kabla giza halijarudi kumtafuta. Kijana wake, Amani, alimtazama mtoto huyo kwa mshangao. Tunawezaje kumlea? Wachawi wa kijiji watakuja kututafuta. Bibi Ashura alitabasamu kwa hekima. Aliye na nuru anakuwa mwanga popote alipo. Hatari ipo, lakini Mungu hachoki kulinda wake.
Simba mweupe alisimama, akamwangalia Maiko kwa mara ya mwisho, kisha akaingia ndani ya msitu na kupotea machoni pao. Maiko alikuwa salama, lakini kwa muda gani? Je, nini kitatokea baada ya Bibi Ashura kumchukua Maiko? Wachawi watajua wapi alipo?